Everyone, sehemu ya 67 about mama wa kambo. Jioni baba alisafiri Daga, mimi na mama wa kambo tukaka sebuleni, tukisikiliza mvua kigonga pa. Luninga ilikuwa imezimwa isipokuwa mng'anga mdogo wa stendi. Nilikuwa nimekosa namba ya simu ya rafiki wa darasa, nikihitaji kumuuliza kuhusu kazi ya nyumbani, lakini simu yangu ilikuwa imekufa chaji. Mama wa kambo alitoa simu yake bila kuuliza, akasema andika namba uite sasa. Niliogopa kumwita baada ya saa 8, lakini akaniambia kazi ya shule haina usiku wala mchana, piga. Nikaona aibu lakini nikapiga. Tulimaliza mawasiliano kwa muda mfupi, kisha nikarudisha simu badala ya kuuliza. Walichozungumza, yeye alichukua kikombe changu cha maji kilichokuwa mezani, akakiweka jikoni, akacha nafasi yangu safi. Wakati wa kulala nilimkuta ameniachia karatasi chini ya milango, si ujumbe bali ratiba ya umeme ya kipindi cha mvua, ili siku ya kesho nijue saa simu zinaweza kufa. Ilikuwa fikira ndogo, lakini ilinifundisha kuwa yeye hajaka nyuma yangu, tuamakewa karibu nami yakitazama mbele kidogo, akaniandalia njia. Sehemu ya 67 ni simu iliyokopwa bila masharti, kikombe kilichosogezwa kimya na karatasi yenye ratiba ya umeme. Hatujitangazi kama familia kamili, tunajifunza tu kuwepo kwa vitendo vidogo vidogo, kupitisha simu, kuhamisha kikombe, kuandika onyo la mvua ili kesho iwe rahisi kidogo kuliko leo. Thanks for everyone who makes attention about this conversation about mama wa kambo. We love you so much and I appreciate it's very nice to follow us.